Bana, mambo vipi? Karibu tena mwana michezo, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali za kimichezo, na kubwa ni mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba akicheza dhidi ya RS Berkane. Lakini pia kubwa tunakwenda kuangalia kile ambacho kocha wa timu ya Simba amekizungumza kuhusu mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho ambapo Simba atakuwa ni mwenyeji, na tumeona CAF wametoa barua kwa shirikisho la soka Tanzania, lakini pia kwa Simba na kwa RS Berkane ya kwamba mchezo wa pili wa fainali utachezwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar, lakini wote tunafahamu ya kwamba uwanja wa nyumbani wa Simba ni uwanja wa Mkapa. Sasa tusubirie kuona, lakini tutaangalia pia kilichotokea, approach ya mchezo wa jana kwenye fainali ya kwanza, kile ambacho amekifanya kocha wa timu ya Simba Fadlu Davis, kocha wa mpira, ametumia mbinu moja nzuri sana. Wengi walitegemea labda baada ya kupigwa magoli mawili yale ya haraka haraka dakika ya 8 na dakika ya 14 ya mchezo, Simba wangepotea kabisa na huenda RS Berkane wangejipigia magoli kama jinsi walivyofanya kwa Stellenbosch. Walimaliza mchezo nyumbani kabisa wakiibuka na ushindi wa magoli 4-0. Lakini pia tutaangalia makosa madogo madogo ambayo yametokea kwenye mchezo wa jana. Kwanza kabisa tuanze na kile ambacho kimetokea dakika za mapema kabisa. Dakika ya 8 kona inapigwa, RS Berkane wanapata goli la kwanza. Sita walaumu mabeki wa Simba, ni goli ambalo mchezaji yoyote ambaye angepata nafasi katika maeneo yale angefunga goli. Urefu umemsaidia pia mfungaji wa goli wa RS Berkane. Lakini goli la pili la Simba ambalo likapatikana dakika 6 mbele, dakika 8 wanapata goli, pressure ya mchezo ikawa ni kubwa, wachezaji wa Berkane wakienda kwa spidi kali sana, wanapata goli la pili, lakini ni goli ambalo linapatikana kwa uzembe mkubwa wa mabeki wa Simba. Goli la pili linapatikana. Goli la pili ni uzembe wa mabeki, lakini pia pressure kubwa ambayo walikuwa nayo baada ya goli la kwanza. Kwa hiyo ukiangalia pia ugeni wa wachezaji wa Simba kwenye michezo ya fainali umepelekea pia mabeki dakika za mwanzo wakawa pressurized sana na kukubali goli la pili kuingia, goli la kizembe kabisa. Lakini kuanzia hapo tumsifu kocha wa timu ya Simba. Baada ya goli la pili kupatikana mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika, Simba amecheza mchezo mzuri sana. Dakika 45 zinakaribia kumalizika, Simba kakosa nafasi ya goli, lakini Simba ameperform vizuri sana kuanzia zile dakika 15. Licha ya kwamba mpira ulikuwa na pressure kubwa mno, lakini Simba dakika zile zilizobakia pale aliperform vizuri sana. Sasa mbinu ambayo kocha aliamua kuitumia, alishtuka mapema kwamba endapo tutataka kudefendi, tukataka kupaki basi kuzuia magoli, basi tutapigwa magoli mengi zaidi. Sasa kitu ambacho tactic ambayo kocha wa Simba aliamua kuitumia ni tucheze mpira kama tulivyo approach mechi. Hakuna kukaa nyuma, twende mbele tucheze, twende tucheze, tusikae nyuma, twendeni tucheze. Muhimu wachezaji wastiki kwenye plan. Hiki ndicho kitu ambacho kimetokea. Utaona kipindi cha pili kimeanza, Simba wamefunguka. Tunaona Simba wanafika mpaka golini, lakini ukiangalia majaribio yote ambayo wameyafanya Simba kwenye mchezo wa jana ni off target, mashuti yote ambayo walijaribu. Mchezo umemalizika, Simba hana on target hata moja, lakini amepiga mashuti 6. Lakini ukiangalia kipindi cha pili cha mchezo, Simba walibadilika. Regardless ya kwamba wapo ugenini, nguvu ya mashabiki wa Berkane, kelele, pressure ya mchezo, lakini Simba walitulia na wamecheza mchezo mzuri sana sana kipindi cha pili. Kwangu mimi nasema magoli ya Berkane yamepatikana kutokana na pressure ya mchezo, lakini pia spidi kubwa ambayo wameanza nayo. Kama unafuatilia kabla ya mchezo jana, nimemsikiliza sana Meddie Kagere ambaye pia amewahi kuwa ni mchezaji wa timu ya Simba. Meddie Kagere alitoa tahadhari ya kwamba
RS Berkane ukiangalia michezo yao mingi sana wana tabia ya kucheza kwa presha kubwa dakika za mwanzo ili kukutoa mchezoni na kupata magoli ya mapema. Akasema kabisa kwamba endapo Simba watajitahidi na kuzuia kupatikana kwa goli la mapema kwa RS Berkane dakika za mwanzoni, basi Simba watawadhibiti kwenye mchezo huu wa fainali. Na kweli tumeona kilichokuja kutokea pale dakika 15 zile za mwanzo, Berkane anapata magoli mawili, lakini pia pressure ya mchezo ikawa ni kubwa mno. Ukija kuangalia kwa wachezaji wa Berkane pia tunasema experience ya mchezaji mmoja mmoja imewabeba, lakini pia Simba experience na uzoefu wa baadhi ya wachezaji kwenye michezo ya kimataifa imetubeba pia. Otherwise Simba alikuwa anakula magoli mengi sana kwa mchezo wa jana, na nimependa kama nilivyokuambia approach ya kocha kwenye game ya jana. Hakuna kudefend, wakitushambulia tukipata mpira tunakwenda kufanyaje? Kushambulia. Yani ni kuhakikisha kwamba goli linasakwa Simba, lakini hajabahatika kupata goli. Nimesema hapo tutaangalia ambacho amekizungumza kocha wa timu ya Simba baada ya mchezo mchezo wa jana wa fainali ya kwanza kuelekea mchezo wa fainali ya pili, ambapo Simba wanakuja kutumia uwanja wa nyumbani, na tunafahamu Simba kwenye kutumia uwanja wa nyumbani anakuaje. Kila mtu hapa Afrika anajua na anaiogopa Simba, timu zote kubwa ukija Wydad, ukija Al Ahly, wote wanaijua Simba. Raja Casablanca, Berkane mwenyewe pia alipigwa kwa Mkapa hapa, anaijua Simba vizuri sana. Kucheza Benjamin Mkapa ni faida kwetu, lakini wakitaka hata mechi ya pili tucheze hapa ni sawa tu. Huu ni ujumbe wa kocha wa timu ya Simba. Hebu tafakari vizuri sana hiki ambacho amekiongea kocha wa Simba, na mimi nasema ni message moja kwa moja kwa shirikisho la soka barani Afrika. Kama umeweza kuwapa nafasi ya Berkane kucheza game ya fainali ya kwanza kwenye uwanja wao wa nyumbani, basi watoe advantage pia kwa Simba kucheza mchezo wa fainali kwenye uwanja wa nyumbani ambao ni uwanja wa Benjamin Mkapa na kuacha ubaguzi. Amesema ya kwamba kucheza Benjamin Mkapa ni faida kwetu, lakini wakitaka hata mechi ya pili tucheze hapa ni sawa tu. Kucheza kwenye mashabiki 60,000 Benjamin Mkapa au kucheza kwenye mashabiki 12,000 Zanzibar ni tofauti kubwa sana, na bila shaka Simba ina nguvu kubwa na ni faida kubwa sana kucheza hapo. Lakini tumewahi kukutana na timu hapa kabla ambazo hazikutaka tufanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Tumekutana na timu ambazo hazitaki kucheza na sisi baada ya kutunyima nafasi ya kufanya mazoezi. Tunafuata sheria ziko wazi, tunatakiwa kucheza. Nilikuwa Orlando Pirates ambako tulicheza na Berkane, tulicheza nao uwanja usio wa timu yoyote, yani neutral venue, kwamba uwanja sio wa Orlando Pirates wala sio wa Berkane, wakacheza mpira kwenye uwanja ambao ni neutral venue kule Nigeria. Na sasa tunacheza na Berkane, wanataka kutupeleka uwanja neutral. Come on guy. Hiki ndicho kitu ambacho amekizungumza kocha wa timu ya Simba kwa uchungu zaidi. Ukiangalia na kutafsiri maneno yake ni kana kwamba ni ujumbe tosha kwa shirikisho la soka barani Afrika kuipeleka mechi ya Simba Zanzibar, wakati Simba uwanja wake wa nyumbani ni uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia uwanja uko vizuri kwa sasa. Hakuna kitu ambacho kinazuia mechi kuchezwa kwa Mkapa. Wengi wanaamini kwamba ni propaganda za kutaka Berkane achukue kombe na kuwaondoa Simba mchezoni, lakini pia Simba wasitumie uwanja wa Mkapa. Anaendelea kocha wa Simba, anasema tuwe wazi, tuseme nyumbani na tupeni sisi nyumbani kwetu. Hiyo iko sawa, lakini upande mwingine hata kama watatupeleka, hata kama tutacheza mchezo wa mkondo wa pili hapa, tuko tayari kwa hili. Tunaweza kucheza mchezo wa mkondo wa pili hapa, hakuna tatizo. Akimaanisha ya kwamba hata kama CAF wataamua mchezo wa pili wa fainali Simba achezee hapo kwenye uwanja wa Berkane au Morocco, wako tayari. Michezo ya mikondo yote miwili iwe nyumbani kwa Berkane, hamna shida. Nafikiri tafsiri inapaswa kuwekwa nini maana ya Simba. Simba ni klabu kubwa
hatuiweki chini. Tafsiri iwe ubaya ubwela. Maneno ya Fadlu Davis, kocha wa Simba Sport Club. Sasa kocha wa Simba anazungumza kwa uchungu na kujaribu kuwaonyesha wasiojielewa nini maana ya kucheza nyumbani. Amewaonyesha Berkane ni timu ya namna gani kwenye mpira wetu na faida wanazopata kutokana na nguvu ya rais wao na nchi yao. Anaonyesha yale ambayo yanaendelea kwenye mpira wa Afrika. Anaposema mechi zote zichezwe Berkane, ana maana kama mmepanga kuwapa kikombe, tumalize hapa hapa muwape tu, ila kama mnataka fair tukipige kwa Mkapa. Sidhani kama hapo mbali sana kuelewa, vinginevyo ni kama upo kundi la wapokea mkwanja na wale katuni, ndipo utashindwa kuelewa hiki ambacho anakizungumza kocha wa timu ya Simba. Ni ujumbe tosha kwa CAF kuelekea mchezo wa pili wa fainali. Anaposema mechi zote zichezwe Berkane, ana maana kama mmepanga kuwapa kikombe, basi tumalize hapa hapa muwape tu, ila kama mnataka fair game kipigwe kwa Mkapa. Narudia tena, sidhani kama hapo mbali sana kuelewa, vinginevyo ni kama upo kundi la wapokea mkwanja na wale katuni, utashindwa kuelewa kitu gani ambacho kocha wa Simba alikuwa anakimaanisha. Ni mchezo mzuri sana kuelekea mchezo wa pili wa fainali. Simba atakuwa nyumbani. Ni matarajio yangu makubwa mno Simba atakwenda kupindua meza na kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni mtazamo wako, share na sisi maoni yako, lakini kubwa tumepitia kile ambacho kimetokea jana, lakini pia kuelekea mchezo wa pili wa fainali, Simba akiwa nyumbani. Niseme tukutane tena wakati mwingine hapa hapa